Roho ya kiburi. Kiburi ni mtu ya hali ya kujiona ya kwamba yeye yuko bora kuliko wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi kinamfanya yule mtu aone kama kwamba hajawahi kukosea. Hii ni hatari. Kwa sababu roho ya kiburi ina asili sana na unaweza usifanikiwe hata kwenye maisha yako. Kwa sababu mtu mwenye kiburi haongozwi na hekima yoyote, ila yote anayoyafanya anajiona ya kwamba yeye ndiyo mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunaona hapa kwenye kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 12, Biblia inasema hivi: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini kumbe mwisho wake ni njia ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunaweza tukaona ya kwamba tupo vizuri, tumekamilika, lakini kumbe hizo njia ni za mauti. Macho yanadanganya sana na akili zinapotosha. Kwa hiyo ni muhimu mara zote tuwe watu wa kujifunza kwa wengine na watu wa kuwaheshimu wengine. Tuishi na moyo wa upendo zaidi kuliko moyo wa ukaidi. Upendo unajenga muungano uliokuwa kamili kuliko roho ya kiburi. Kiburi ni hatari sana kwa maisha ya Mkristo yeyote yule. Kiburi kinaondoa mahusiano baina yako na watu. Kiburi kinatenganisha wewe na wazazi wako, familia yako. Kinaleta kutokuelewana kwa aina mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu sote tutafakari, je, maisha yetu yanaendaje? Kiburi ni hatari kwa kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Usijione mkamilifu kuliko wengine. Kumbuka sote tumeumbwa na Mungu. Sasa wewe nyenyekea, tuheshimiane na tuishi kwa upendo. Hiyo ndiyo hali halisi. Hata Mungu alitupenda kwenye kitabu cha waraka wa Yohana sura ya 3 mstari wa 1. Neno la Mungu linasema ni pendo la namna gani hili alilotupa Mungu, kwamba sisi tuitwe wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona ya kwamba upendo ndiyo kiunganishi pekee, lakini haiunganiki kabisa na roho ya kiburi. Kiburi ni mtu hali ya kujiona ya kwamba wewe upo vizuri zaidi kuliko wengine. Basi jitathmini maisha yako. Unaishi kwa upendo au kwa kiburi? Je, wewe unajali maslahi yako zaidi kuliko maslahi ya wengine? Hata wenzako wanapougua hauendi kuwatembelea wala kuwajali kwa lolote, kwa sababu roho ya kiburi inaishi ndani yako. Waheshimu wazazi wako. Unasema bora ni hata usingenizaa wewe, angenizaa mwingine. Ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Elewa ya kwamba wazazi ni Mungu wa pili hapa duniani. Kwa hiyo ni lazima tuwaheshimu wazazi wetu, tuwaheshimu wote ambao wanaotuzunguka hata katika miji hii ambayo tumekuwa tuwahamizi. Lakini muhimu sote tuishi kwa hekima na unyenyekevu wa hali ya juu ili tuweze kupata mafanikio ya kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yote hayo yanatendeka kwa uwezo wa Mungu, lakini yote yanatendeka kwa moyo wa hekima zaidi na sio moyo wa kiburi. Tutathmini katika hayo yote. Je, upendo ndio umetawala au chuki? Hauwezi kufanikiwa katika yote. Ila yote kwa yote inabidi umtangulize Mungu na uishi kwa maombi zaidi. Unapoamka kuelekea kwenye kazi zako, unapoanza kulala, tathmini. Neno ndiyo chakula cha kiroho, maombi ndiyo mazungumzo kati yako na Mungu. Kwa hiyo wewe ambaye huombi uzungumzi na Mungu, lakini wewe ambaye hausomi neno, hauli chakula cha kiroho. Kwa hiyo mwisho wa yote utanyauka. Tujitathmini katika hilo. Mungu awabariki sana, lakini pia nawatakia wakati wenye heri zaidi na maisha yenye maendeleo.